Mfanyabiashara wa vinyago vya utalii katika soko la Masai Market jijini Arusha, Isaya Molel, amenusurika kuuawa baada ya kushambuliwa katili na watu wawili waliokuwa kwenye pikipiki wakati wa mazoezi asubuhi akiwa na mkewe. Tukio hilo limetokea alfajiri katika eneo la mtaa wa Mlimani, kata Olmot, karibu na nyumbani kwao walipokuwa wakifanya matembezi ya kawaida ya kila siku. Akisimulia tukio hilo, Molel amesema washambuliaji walitumia mwanga mkali wa taa ya pikipiki kuwachanganya kabla ya kumvamia ghafla na kumshambulia kwa mapanga, wakimjeruhi vibaya mkono na sehemu nyingine za mwili. Katika hali ya kushangaza, amedai washambuliaji hao hawakuwa na lengo la kuiba, bali walionekana kulenga kumuua. Bwana Molel amesema aliomba wachukue pesa ili wamwache, lakini walikataa na walisisitiza walitaka kumuua. Ameongeza kuwa kutokana na mazingira ya giza hawakufanikiwa kutambua, ingawa anahisi huenda mmoja wao anamfahamu baada ya kusikia wakimtaja kabla ya shambulizi. Kutoka Arusha, Ashura Mohamed, MTV News. Hata alivyonibania kwenye miba nikawa sina namna, nikawa namwambia sasa, naomba usiniue, angalau nikupe hela, usiniue. Akaniambia sitaki chochote, lazima nikukate shingo. Na kweli baada ya hizo kelele na nini, watu wanapiga yowe, hakuchukua chochote zaidi ya kuniumiza. Nilipoamka asubuhi nilikuwa niko na mke wangu, kaondoka. Tulipofika baada ya hapo tukakutana na watu wawili wako na pikipiki shule, Hope shuleni, wako na pikipiki. Hao watu wawili walikuja wakaanza kutumulika na mwanga mkali wa pikipiki. Katika ile kufanya hivi kujikinga mwanga, ghafla wakawa wameshafika kwenye miguu, wamesimama hapo miguuni. Ile dereva toyo anasema kwamba ndio huyo ile dereva pikipiki. Dereva pikipiki alifanya kunitambulisha, alimtambulisha yule mtu aliyekuja kuniumiza, alisema ndio huyo hapa. Alisema ndio huyo hapa, kitendo cha kusema tu hivyo, yule bwana akaruka akachomoa jambia, panga refu. Ila alivyochomoa akanikata hapa nyuma, karibia na mguuni kwa nyuma hapa. Alivyonikata nikaona nisiendelee kumpa mgongo, na mimi nikageuka. Kwa sasa tunaangaliana. Wakati tunaangaliana, lakini mimi nilikuwa nikirudi nyuma. Akikata, nataka kunikata miguu, naruka narudi nyuma. Narudi nyuma. Huyu mama yeye alishafanikiwa kukimbia. Kwa alishakimbia, ameshafika kule kwa majirani. Alishaenda kupiga yowe kuita kule majirani. Kwa wakati tunakutana pale barabarani, anataka kunikata miguu, narudi nyuma. Naruka narudi nyuma. Huyu dereva pikipiki akazidisha hiyo pikipiki mwendo, akaenda nyuma yangu. Alivyoenda nyuma yangu akanizuia. Alivyonizuia kwa nyuma nisiendelee kwenda barabarani kwa sababu ilikuwa kuna giza, na mimi nilikuwa nimewaza kwamba heri nikimbie nikasimame katikati ya lami ili kama gari zinapita wanisaidie kuniokoa. Huyo alivyonizuia nikajikuta wamenisukumia kwenye kichaka ambayo kuna miba. Nilipofika pale kwenye kichaka chenye miba, akaanza kunikata. Kaweka mkono wakati anaanza kunikata kichwani. Wakati ananikata kichwani, nikawa nimetumia mkono wa kushoto
kuzuia. Nikatumia mkono wa kushoto kujaribu kujikinga na hilo panga. Lakini wakati natumia mkono wa kushoto kujikinga na hilo panga, akanikata kiganja chote cha mkono wa kushoto. Kakata chote kabisa. Kata kabisa. Baadaye wakati nageuka tena hivi, akawa ananipiga panga lingine la kunipiga kwenye utosi. Nikawa nimenyanyua huo mkono, nikazuia, nikaweka kwenye utosi, ambapo akaukata ule mkono katikati karibia na kiwiko. Kwa hiyo ndivyo ambavyo nilikutana na watu wale, na ndivyo ambavyo wameweza kunivamia na kuniumiza. Alikuwa akisema tu kwamba lazima nikukate shingo. Lazima nikukate shingo. Hata alivyonibania kwenye miba, nikawa sina namna, nikawa namwambia sasa, naomba usiniue, angalau nikupe hela. Usiniue. Akaniambia sitaki chochote, lazima nikukate shingo. Na kweli baadaye, hata baada ya hizo kelele na nini, watu wanapiga yowe, hakuchukua chochote zaidi ya kuniumiza. Baada ya watu kuja, na akiwepo shemeji yangu, akiwepo diwani na watu wengi waliofika usiku ule, maana walifika watu kwa mapema ile, walinichukua wakanipeleka St. Joseph hospitali. Baadaye St. Joseph hospitali wakawa wananisaidia kuzuia damu. Damu ilikuwa imeshamwagika nyingi. Kaniwekea damu. Nakumbuka tu kwamba nikiwa hospitalini St. Joseph, maafisa usalama walikuja, wapelelezi wale walikuja wakanihoji, na wakasema tayari jambo hili wameshalipokea na wanalifanyia kazi. Kwa majina naitwa Margaret Isaya Molel. Mume wangu siku ya Alhamisi tulitoka asubuhi tunaenda mazoezi kama kawaida tunavyoendaga. Tulipokuwa tunaenda mazoezi, hatujafika barabarani wala hatujaenda mbali sana. Tumefika katikati ya barabara ya kwa Joni na Hope. Watu watoe wakaja wawili ambao walituashia, pikipiki yao ilikuwa inawaka rangi ile ya njano. Wakawa wametuashia full. Walivyowasha full, tulipotazama mbele, kama unajua mtu akikuashia unafunga macho. Ile kufungua macho wametufikia kwenye miguu. Walipokuwa wamefika kwenye miguu, driver toyo akawa amesimamisha. Akasema hawa hapa ndo. Yaani akasema tu hawa hapa. Aliposema hawa hapa, huyo wa nyuma, kulikuwa kuna mtu ambaye ni mtu wa nyuma, akawa ameshuka. Aliposhuka huyo mtu, dakika akachomoa jamvia. Alipochomoa jamvia, akawa anamwattack baba. Basi akawa amemfuata baba. Yule wa bodaboda akawa amerudi sasa, yaani amegeuza bodaboda kwa njia aliyokuwa ametokea. Mimi nikawa nimepita nyuma ya bodaboda, nikakimbia kurudi nyumbani. Ndio nilipofika hapo kwenye nyumba za majirani, nikapiga kelele kuomba msaada. Ndio majirani zetu wakawa wametoka baada ya kuomba msaada, kuambia jamani fulani, tunaomba mtusaidie maana fulani yuko Isaya yuko barabarani, watu wanampiga. Hiyo familia ya Elisante Lucas wakawa wametoka, ndio tukawa tunapiga ukunga pamoja na mke wake, tukaenda barabarani, ndio tukamkuta Isaya amelala chini, wale watu wameshaondoka. Naitwa Robert Laban Konina, diwani kata ya Olmoti. Ni kweli tukio hili tumelipokea kwa masikitiko makubwa sana. Ilikuwa ni tarehe 1 kama sikose tarehe 2 siku ya Alhamisi saa 11. Nilipigiwa simu na mchungaji Thomas ambaye ni ndugu yangu pia. Akaniambia, vipi umesikia habari kwamba baba Visi amevamiwa? Ni zaidi ya matukio ni mengi, lakini ambalo limekuwa baya zaidi ni hili. Sababu kuna matukio kama 6 yametokea eneo hilo, na eneo la Breban pale kuna kijana mmoja alikamatwa na pikipiki akanyang'anywa hela. Kwa matukio ni mengi kwa ujumla, lakini zote pia zimeripotiwa kituo cha polisi.
watu ambao tunawashakia hakuna ambaye tumemshakia kwamba ni fulani. Kwa hiyo jitihada tulizozichukua ni baada ya kuzitoa taarifa polisi, basi na pia kwa mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya ambaye ni mkuu wa wilaya, pia naye alifika kwenye eneo ambalo tukio limetokea na alikuja pia mpaka hapa kwa Isaya, na mikakati ambayo tumeweka kwamba sasa kinachoendelea tumeanzisha ulinzi shirikishi. Kwa majina yangu naitwa Thomas Miagelu Kumai, mchungaji, na ndugu Isaya Godfrey Mollel ni shemeji yangu. Ilikuwa ni tarehe 2 siku ya Alhamisi inamo ya saa 11 hivi kama sikusahii. Ili panga alilokatwa huyu ni la aina ya kipekee kabisa, maana kiganja chote ndio nimemwonyesha huyu mpendwa. Kiganja chote ni kwamba kilikuwa kinaenda chini, imebaki sehemu ndogo sana. Wito wetu kwa serikali, kwanza tunaomba, kwa sababu mkuu wa wilaya amefika hapa na tumemuomba kwamba ni vizuri tukapata kituo cha polisi hapa karibu. Sasa kituo cha polisi ambacho tunakitumia ni cha Kisongo, lakini kiko Arusha DC. Kituo kingine tunachokitumia cha polisi kiko Magereza kule uwanja wa ndege. Sasa hapa tuna ofisi ya kata, lakini ni karibu na ofisi ya kata matukio haya yamekuwa kitokea. Na hilo eneo kwa sababu linaweza kupata hata kituo kidogo cha polisi, kwa tumemuomba mkuu wa wilaya kwamba kituo cha polisi kijengwe karibu.